Naam, leo hii tunaangazia habari ambayo imeteka hisia za Wakenya na wanasiasa. Tukio hili limeibua maswali makubwa, hofu na mashaka, huku uchunguzi wa kina ukiendelea kubaini ukweli. Kifo cha mbunge wa Emurua Dikir, Johana Ng'eno, kilitokea mnamo Jumapili tarehe 3 Machi mwaka 2026 masaa ya jioni baada ya helikopta aliyokuwa nayo kuanguka ghafla. Tukio hili limeacha pigo kubwa kwa familia yake, wananchi wa kaunti ya West Pokot na wanasiasa kote nchini. Mpenzi mtazamaji wa Moto TV Kenya, kumbuka kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Turn on notifications ili kupata habari zetu zote kwa wakati. Helikopta aliyokuwa akisafiria Ng'eno ilipoteza udhibiti ghafla wakati ikisafirisha mbunge huyo pamoja na abiria wengine. Watu waliokuwa karibu na eneo la mkasa huo walisema kuwa ndege hiyo ilipoteza usawa bila ishara za tahadhari, hali iliyosababisha kugongana na ardhi na kusababisha ajali hiyo. Mbunge Ng'eno na abiria wote waliokuwepo walipoteza maisha papo hapo. Mbunge huyu alikuwa ni kiongozi aliyechaguliwa kwa wingi na alihusiana sana na miradi ya maendeleo ya kaunti yake, hasa katika sekta za elimu, afya na miundo mbinu. Kifo chake kimeacha pengo kubwa la kisiasa na viongozi wa ndani ya kaunti wanashauriwa kurekebisha mikakati yao ya kisiasa kutokana na hali mpya. Mamlaka za ndege na polisi wameripoti kuwa uchunguzi wa kina unaendelea. Vipengele vyote vinavyochunguzwa ikiwemo historia ya ndege, taratibu za matengenezo, hali ya udhibiti wa rubani na udhibiti wa anga. Uchunguzi unahusisha pia mashuhuda waliokuwa karibu na eneo la ajali ili kubaini sababu halisi za vifo. Wataalamu wa ndege wanasema ajali kama hizi mara nyingi hutokea kutokana na hitilafu za kiufundi, hitilafu ya rubani au tatizo la injini. Uchunguzi wa kina unaendelea ili kubaini sababu halisi, huku mamlaka za ndege zikishirikiana na wataalamu wa kimataifa kuhakikisha ripoti sahihi itatolewa. Athari za kifo cha mbunge Ng'eno zipo kwa siasa za kaunti na taifa. Alikuwa na nafasi ya kisiasa yenye uzito na alihusiana na viongozi wakuu wa ODM na jamii ya West Pokot, jambo ambalo limeongeza mashaka juu ya athari za kisiasa za kifo chake. Uchambuzi unaonyesha kuwa kifo hiki kinaweza kubadilisha nguvu kisiasa katika mkoa mzima na kushawishi uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Aidha, kifo hiki kimeibua maswali kuhusu usalama wa abiria na viongozi wanaosafirisha kwa ndege za kibinafsi au za kibiashara. Serikali inahakikisha uchunguzi unaendelea bila upendeleo na kwamba ripoti ya kina itatolewa mara uchunguzi utakapokamilika. Hii ni hatua muhimu kuhakikisha wajibikaji na kubaini ukweli wa ajali. Wakati huu wananchi wanashauriwa kuwa na subra huku uchunguzi ukiendelea. Ripoti za awali zinathibitisha kuwa ajali ilitokea ghafla na hakuna mtu aliyebaki hai kati ya abiria waliokuwa ndani ya helikopta. Uchunguzi wa kina ni muhimu ili kubaini ukweli, kutoa wajibikaji na kuepusha dhana zisizo sahihi. Uchunguzi unajumuisha vipimo vya injini, crash data recorder, uchambuzi wa mwelekeo wa ndege na mahojiano na mashuhuda. Mamlaka zinashikilia kuhakikisha kila kipengele kimechunguzwa kwa makini ili kutoa ripoti sahihi. Hii ni njia pekee ya kubaini ukweli na kuhakikisha haki inatendeka. Taarifa kamili kuhusu ajali na kifo cha mbunge Ng'eno bado inatarajiwa. Mamlaka zimeripoti kuwa ripoti ya kina itatolewa baada ya uchambuzi wa kila kipengele. Wataalamu wa ndege wanashirikiana kuhakikisha uchambuzi haufanyiki kwa haraka bila kuhakikisha usahihi wa taarifa. Hali hii inahimiza umuhimu wa usalama wa ndege, wajibikaji wa mamlaka na kuhakikisha kuwa viongozi na wananchi wanaweza kusafiri kwa amani. Uchunguzi wa kina unalenga kubaini ukweli wa ajali, kubaini chanzo cha kuanguka kwa helikopta na kutoa mafunzo ya usalama wa ndege kwa siku za usoni. Kwa sasa wananchi wanashauriwa kufuatilia kwa makini ripoti zinazotolewa na mamlaka huku uchunguzi ukiendelea. Hii ripoti inaonyesha uwazi, wajibikaji na umuhimu wa kuhakikisha kuwa ajali kama hizi hazitokei tena, huku taifa likipata somo muhimu kuhusu usalama wa ndege
na ushirikiano wa vyombo vya dola. Ikumbuke kuwa ibada ya wafu imepata kufanyika leo hii kwa ajili ya marehemu mbunge wa Emurua Dikir Johana Ng'eno na waathiriwa wengine 5 wa ajali hiyo ya helikopta. Imeendelea katika Africa Gospel Church AGC Karen, Nairobi, huku viongozi wakuu wa familia wakikusanyika kumkumbuka. Maombolezo yanaendelea kwa heshima kubwa, ikiwa ni sehemu ya mikakati ya siku kadhaa za kuomboleza kabla mazishi rasmi. Familia imekusanyika mapema katika Lee Funeral Home kabla ya kuelekea AGC Karen kwa ibada ya pamoja.